duniani, si ndio? Na kila wazo la mwanadamu lilikuwa ni baya. Alright? Mungu akasema nitaharibu kila kitu, lakini akachukua mtu mmoja na familia yake. Alright? Mtu mmoja na au akawaokoa alipokuwa anaharibu binadamu wengine wote. Oi. Yani chochote kingine cha kuhusu mtu kiliisha. Kukawa na mwanzo wengine. Alright? Sasa kama Mungu alifanya hivyo kupitia kwa Noa. Alright? Na Noa ni uzao gani? Mungu alikuwa kwa Adamu kwanza alikuwa watu wawili. Nani na nani? Abel. Kain na Abel. Abel akauawa. Alright? Akabakia Kaini. Na Yesu akasema Kaini ni uzao wa nyoka. Alisema tu, hakuficha. Alright? Alafu lakini Mungu tena Adamu akapata mtoto mwingine. Akamuita Seth. Na kupitia kwa Seth jina la Mungu likaanza kuitwa tena. Alright? Sasa huyu Noa aliyebaki ni ukoo wa Seth. Alright? Ni ukoo wa Seth. Usiposoma Biblia vizuri unaweza kukosea. Kwa sababu Noa ni ukoo wa Enoko. Hey. Si ndio? Lakini kulikuwa na Enoko wangapi? Enoko wa ukoo wa Kaini na Enoko wa ukoo wa Seth. Kwa hivyo ni rahisi sana mtu kupotea asipopata ufunuo. Alright. Akajua hii Noa huyu kwa Mungu alimhurumia kwa sababu alitokana na uzao ule wake. Alright. Na uzao wake. Alright. Lakini katika jamii yake, alright? Katika jamii yake tunasema alikuwa ni ukoo huo, si ndio? Hivyo jamii yake ni ukoo huo. Alright? Nani anakuambia Mwafrika amelaaniwa basi? Mkiambiwa sijui ile ukoo wa Kaini, si Kaini, watoto watatu wa Noa hawa. Hamna. Sasa wanaambia ukoo wa Mwafrika umelaaniwa. Shem hamna. Wewe mwingine mmemsahau. Sasa wanaambia ukoo wa Mwafrika. Wewe unaamini vipi umelaaniwa na unajua ukoo wa laana ulimalizwa? Hai. Ukoo wa laana ulimalizwa. Ulimalizwa wakati wa gharika. Alright? Ukoo wa Kaini ulimalizwa na gharika. Ukabakia tu ukoo wa Seth kupitia kwa Noa. Si ndio? Sasa hata ukirudi nyuma ukiangalia uko nyuma unaweza kuona kwamba hata ule ukoo ambao wa Hawa, si ndio? Na ukoo wa Adamu, Hawa ndiye alimzaa Kaini. Alright? Pia yeye ndiye alimzaa Seth. Alright. Kama kulikuwa na laana fulani kupitia kwa Kaini, si iliishia pale kwenye gharika kuu. Sasa basi hii ingine ni uongo. Hii ingine ni uongo. Sasa ukiamini uongo umemwamini nani? Shetani. Praise to God. Kwa sababu ni uongo, kitu kama hicho hakuna. Kilimalizwa, Mungu alikimaliza. Lakini wewe ukibaki unaamini kwamba mambo hayo yako, basi ni kwamba wewe ni umefuata, umefundishwa, umeanza kuamini mambo ya uongo. Na muongo ni nani? Praise be to God. Hallelujah. Ndio sababu hatuna shaka sisi. Mungu awabariki. Kama mmeipata hiyo, Mungu awabariki sana. Kwa sababu ni ngumu watu kuipata. Alright? Lakini mimi naamini na moyo wangu wote kwamba Mungu alishafanya mambo makubwa sana hata kabla ya Yesu kuja. Yesu amekuja kumaliza uongo sababu yeye ndio kweli. Lakini kwamba alikuwa amemaliza uovu wote, alikuwa ashamaliza. Kikabakia tu ni uongo. Sasa ule uongo ndiye amekuja kuumaliza. Na sisi kazi yetu sasa
ni kupambana na huo uongo, na tuwaambie watu uongo hakuna tena, ukweli tuko nao. Mungu alifanya mambo haya mapema, ijapokuwa tu uongo uliendelea, kwa sababu uongo hausingepotea na gharika. Basi praise be to God. Hata kama gharika iliharibu kile kizazi, lakini bado uongo uliendelea. Wangapi wameipata sasa? Kwa hivyo sasa vita vyetu sisi hapa duniani, tunapambana na uongo ambao unaendelea sasa humu duniani. Sisi ni viumbe vya ukweli, ndio maana Yesu Kristo ni mkweli, na yeye ndio kweli. Sasa unaweza kuelewa kwa nini yeye ndio kweli, sababu uongo ulikuwa umezidi, uovu ulikuwa umezidi, sasa uongo ndio umezidi. Hey. Alright. Unajua hata baada ya gharika uongo uliendelea sana mpaka gharika imetokea, si ndio? Abrahamu ameitwa, si ndio? Ameitwa, kizazi chake kimeshikwa mateka, kimepelekwa Misri. Alright? Kikiwa Misri kule wameona miungu inaabudiwa, si yule Mungu aliyeongewa na baba yao. Hey. Wakaanza kushika huu uongo kwamba sanamu inaweza kuwa Mungu. Hata baada ya kukombolewa, acha niwaambie, hata baada ya kukombolewa kutoka kwa utumwa, walipovuka hiyo bahari ambayo Mungu alikata katikati, wakapitia ng'ambo yake, waliunda kinyago, wakaanza kukiabudu. Inamaanisha sasa wokovu, hata ukiokolewa, uongo ukiwa ndani yako bado utapotea. Hey. Praise to God. Ndio maana sasa tunasema Yesu ni mwokozi, ndio tunakubali, kama Musa alivyokuwa mwokozi ni savior kabisa. Lakini kuna kitu ambacho Musa hakuwa nacho cha kuwapatia wale. Alright? Alikuwa na ukali tu, lakini hakuwa na nguvu za kuweza kupambana na uongo. Hakuweza kumaliza uongo, lakini Yesu Kristo alikuja kumaliza uongo, ndio akaitwa kweli. Praise be to God. Kwa hivyo Yesu ndiye mkweli, na kumjua Yesu katika njia ya kweli ni kwa hayo mambo nawaambia, kwamba tunajua kweli hakika Mungu ametupenda kiwango cha kwamba saa hii kinachotawala ni uongo, na hiyo pia ametuepusha nayo. Yaani dunia nzima inaongozwa na uongo. Kwa nini si uongo? Wacha niwaulize hivi kabisa. Hii ni karatasi. Hii ni nini? Ni karatasi. Mmeambiwa ni nini? Mnatumia hii karatasi. Hii ni pesa. Ina thamani gani karatasi? Ina thamani gani isipokuwa uongo umeandikwa 500? Imewekewa thamani ya uongo. Na ndio ulimwengu unazungumzia. Sasa hiyo ukiwa na pesa kwa simu yako, una pesa gani? Una pesa gani kwa simu ambayo unaweza kuitoa ukasema dhamani yake ni? Dhamani yake imewekwa tu uongo. Mimi nakupatia tu message kwamba nimekutumia 500 na wewe unasema uko na 500. Kwa hivyo ulimwengu sasa unaongozwa na uongo. Alright? Lakini sisi ambao tumetolewa kwa uongo tunajua tu hii sio pesa, hii ni representation. Alright? Ni kiwakilishi, hakina dhamani yake, kinawakilisha ile dhamani iliyoko ambayo haionekani kwa macho. Lakini mbona tunakubali kwamba hii dhamani ipo na hatuioni kwa macho? Praise to God. Sasa bila kutuambia mnamwamini Mungu msiyemuona vipi? Mbona wanaamini pesa wasioiona?
Na sisi tunamwamini, nguvu zake tunazijua. Kama vile ambavyo unajua nguvu za pesa, sisi pia tunajua, maana wanajua nguvu yake, wanaweza kununua nacho kitu. Na sisi tunajua Yesu Kristo alikuja kutuonyesha nguvu za Mungu ambazo zilikuwa hazionekani, tuweza kuzitumia kufanya kitu. Mungu awabariki sana. Praise be to God. Hallelujah. Kwa hivyo wao wakae na uongo, sisi tunakaa na kweli. Praise be to God. Wanatukuza uongo, sisi tunatukuza kweli. Katika haya mambo mawili, maana hii ni imani, hii pesa ni imani tu. Imani yake inaishia hapa tu mpakani. Ukifika pale paka uibadilishe upate imani nyingine. Imani yake imeisha mpaka upate imani nyingine. Yeah. Lakini kuna imani moja ambayo inatumika kila mahali, inaitwa dola. Sasa ukiwa na dola, unajua nikienda popote naweza kuitumia. Sasa hiyo ndio dola, imani yao hapa duniani. Hapa duniani pia wana imani moja ambayo haibadiliki. Imani moja haibadiliki. Ukiwa na dola you can use it anywhere. Na sisi tuna imani moja ambayo haibadiliki. Kwa jina la Yesu Kristo tunaweza fanya chochote. Haleluya. Hiyo ndio dola yetu. Katika ulimwengu wa kiroho kuna imani moja ambayo ina uwezo kushinda zingine zote. Usiwe kama nipata. Sasa mimi nikiangalia nasema ikiwa naweza kweli kabisa niende mahali nitoe karatasi na nile, si ndio? Nishibe, nimpe karatasi. Na hiyo karatasi aseme ndio 500 ile nimekula. Na achukue karatasi aende mahali aitoe, anunue maembe na makabeji na vyovyote vile. Alright? Sasa hiyo ni kitu ambacho ni representation. Alright. Praise to God. Sasa na mimi nikiwaambia na mimi ni representative wa mbinguni. Wana shida gani? Mbona kama hiyo ni kama tu sasa kuna vitu tofauti kubwa. Nikienda na hii Ujerumani haiaminiki. Alright? Haina power. Kwa hivyo wao wanakaa nchi nyingine. Alright? Lakini sasa tuna zaidi ya hiyo ya nchi, tuna ile dola ya mbinguni. Hallelujah. Ambao hata wakikataa wataona ikifanyika. Praise to God. Hata waseme hii hapa haitumiki, tuambie hapa inatumika. Hii ni ile ya mwisho, hakuna nyingine kama hiyo. Praise to God. Ndio mwanzo na ndio mwisho. Mungu awabariki sana. Hiyo ndio imani.